Fresh. Itifaki zote za kiungwana lazima zichukuliwe, na hii hapa ni ile kodi ya 255 namba. Hii hapa ni ile singeli kitaani, na katika namna moja ama nyingine, kwa ni moja mbili tatu, leo bwana tuko na Mr Vibe. Tumezungukia kitaa chake hiki hapa, ni maeneo ya CCM Kombo, Vingunguti. Tuko unyama ni mwingi sana, I say. Details hapa unazipata kwa Haima Official, ladies and gentlemen. Kama ndo kwanza umetune on your YouTube channel, hii hapa ni Haima TV, ladies and gentlemen. I'm going the name, wanaitaga yule boy, handsome boy like Manyema, wanaitaga Haima Official. Bwana, leo tuko na Mr Vibe. Tutapiga naye story moja mbili tatu, alafu tutajua harakati zingine zinaendaje, si ndio? Tia alama hapo kama unaona inakuhusu, nyoka au vipi? Unyama ni ule ule wa 255, ladies and gentlemen. Vipi mwanangu? Kama kana. Hebu tupe sauti kidogo mwanangu. Bwana si unafanya kusudi, unaona baridi sababu nakupenda. Unaona mjinga mwenzangu anafind wewe kwangu na vimba. Si unafanya kusudi, unaona baridi sababu nakupenda. Unaniona mjinga mwenzangu anafind wewe kwangu na vimba. Yani mawazo tele na nenepa na konda. Nimeshajua sababu mwenzangu nakupenda. Nakumbuka ahadi ulizoniahidi ukaniacha soremba. Ila roho inaniuma, ila sina budi nikakuacha ukaenda. Maana tatizo moyo we unaniuma, tatizo moyo we unachoma. Bwana shout sana bwana Mr Vibe na vibe langu hapa. Zipo nyingi, nimeachia EP yangu brother. Bwana, first of all kwanza mimi ni shout nyingi sana kwa timu yako ambayo inaendelea kukusupport mpaka sasa hivi. Lakini miongoni mwa maswali ambayo wengi tunajiuliza ni kwamba tumekuona tu unatokelezea umetutambulishia EP, si ndio? Lakini bado kuna baadhi ya watu hawajui kama ulishawahi kutoa nyimbo before, nyimbo moja labda let's say kabla ya kuachia EP. Hapana, sija kutoa nyimbo moja. Yaani umenyanyuka tu moja kwa moja umetoa moja kwa moja tu nimeachia EP. Okay. Majibu ya EP yakoje? Kwa sababu tunaona ni wasanii wengi sana wanaenda wanaachia EP, wanaachia album. Majibu ya EP yako kwako ikoje? Majibu ya EP yangu mimi nashukuru Mungu ni kidogo, sio sana. Mungu kidogo anasaidia, anaweka shani zake. Okay. Ni changamoto gani ambazo wewe tayari mpaka sasa hivi umezipitia mpaka umeenda kuachia EP? Hamna, ni unaangalia jinsi watu wanavyotaka, mashabiki, na wanavyoangalia jinsi ya muziki na hali yanavyoendelea ya Kitanzania yetu sana. Okay. Na tuzungumzie tasnia yako ya singeli. Muziki wa singeli ni muziki ambao mpaka sasa hivi tunaona unaenda resi sana. Ni muziki ambao kwa Kitanzania ni muziki ambao umekamata hatamu. Nisema ukamata hatamu, ni muziki ambao mpaka sasa hivi ni muziki ambao unazungumziwa sana. Si ndio? Yeah. Kwa sababu sasa hivi tunaizungumzia sana singeli kuliko bongo flava. Tunazungumzia sana singeli kuliko hip hop. Kwa upande wa kwako wewe, matarajio yako ni yapi kwenye singeli? Bwana, mimi natarajia nije kuwa msanii mkubwa sana hapa Tanzania, nje ya Tanzania. Eti? Yeah. Ndio matarajio yako kuwa msanii mkubwa Tanzania na nje ya Tanzania. Yeah. Una mpango wa kuipeleka singeli wapi? Maana sasa hivi mpaka tukizungumzia singeli ni na siwezi nikasema nitapeleka wapi, hiyo nayoacha Mwenyezi Mungu. Sababu ujue unalolipanga aliwezi likaje hilo funo wewe. Lazima kwanza utazunguka. Ila mimi matarajio yangu ni singeli iwe nje ya Tanzania. Yaani ukizungumzia muziki wa singeli unazungumzia Mr Vibe, au sio? Yeah. Hebu waelekeze watu Mr Vibe ni nani, kwa sababu huenda sisi wengine tutakuwa tunakufahamu, lakini kuna baadhi ya watu ambao wewe hawakufahamu. Hebu wazungumzie Mr Vibe ni nani, ili mradi hata ambaye hakujui anapatikana Mbagala, Tegeta, Mbezi huko wapi ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, wakujue Mr Vibe, labda Mr Vibe ni nani. Hebu wape intro kidogo ya wao watu kukufahamu. Ulianzaje muziki? Umepitia situation gani mpaka umefikia hapa ambapo wewe umefika? Yaani muziki mimi nilipoanza yani ni kama masiala. Ila nilikuwa nampenda, kuna msanii mmoja alikuwa anaitwa Tinko Mabao, ni brother yangu, yeye ndo alinifundisha muziki na mpaka mimi vile naupenda muziki. Okay. Sababu mimi yani kabla kwa hapa yani kwenye muziki nilikuwa ni bodaboda. Na sio kwa bodaboda, nilishafanya kazi tofauti nyingi sana. Mradi kujitafuta tunaendelea.
Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba sasa hivi tofauti na muziki ni shughuli gani ambayo nyingine wewe unafanya? Bwana, tofauti na muziki mimi kazi yangu tena nyingine ni boda boda. Kwa hiyo kama hivi hapa tumekuja maskani, si ndio? Hapa ni maskani. Okay. Sawa. Kuna mambo ya utimu ambayo mpaka sasa hivi yanakuwa yanazua taharuki katika kila engo ambazo wewe utaenda utatembelea. Si umeelewa? Kwa upande wako wewe, ni timu gani ambayo kibongobongo ikisema bwana sisi tunamtaka Mr. Vibe, moyo wako utakuwa umekunjuka kwenda kufanya kazi nao? Bwana, hilo siwezi ukasema kwa sababu huwezi jua atakayekuja kukusupport ni nani. Ndio. Huwezi ukasema eti bwana mimi nataka timu fulani, alafu kumbe timu fulani ndio inakutaka. Kwa hiyo utakuwa umejifunjia uaminifu sehemu fulani. Ina maana mimi yoyote atakayenipokea nikikubwa tu support. Tumekuona kwenye miongoni mwa shows kadhaa na unafanya vizuri sana. Brand yako wewe umepangia kuisimama vipi, na labda huko chini ya lebo au ni wewe mwenyewe na support zako washikaji wana wameamua kukusimamia au ni vipi? Bwana, mimi kuna wana ndio wanasimamia, ni wanangu ni support yani. Team supporters tunawaita, ambao ndio washikaji zako sana ambao wameamua kwamba huyu ni Mr. Vibe tumsimamie. Inabidi bwana tumpeleke hivi, mwanetu bwana tufanye hivi tu hivi. Kwenye muziki wa Singeli bwana fanya hivi. Nawapa shout sana wanangu. Hebu taja wanao watatu ambao wewe wanakupa sana shavu. Bwana, kuna wanangu yani wapo wengi sana. Kwa hiyo nikitaja watatu ndio kama nimewapendelea kwa wengine. Wataona ina maana mimi sijatajwa. Bwana mimi nimetajwa na kwa sababu kweli. Sasa unajua kila mtu mwenye mwana auaga na mwanae sana, yule mwana wa faida. Mwanao sana wa faida ni nani? Yaani huyu ambaye ukimpigia simu hata saa 8 usiku, bwana mwanangu mimi nimepigiwa simu niende kwenye show Mbande. Alafu hapa nilipo Apeche ya Lolo sielewi nifanyeje, ambaye huwa akupingi. Bwana mimi wanangu ndo anipigia sana sana, najua tunaweza kubebana wote. Naweza ngasema ni DJ wangu kwa sababu ndo nipo naye karibu. Na maana nikimpigia simu saa 8 bwana leo na show. Anaweza akatoka. Au sio? Kwa sababu yule ndo nipo naye kwenye kazi. Na unafanya kazi na DJ gani? DJ wangu anaitwa Mr. Global. Mr. Global. Okay. Na yeye anapatikana mitaa gani? Yeye anapatikana Kiwalani. Mitaa Yombo wapi kule Mnyanzini. Mnyanzini. Basi sawa. Tukipata sana yeye tutabonga naye. Bwana, swali la kizushi. Wasanii wa Singeli bwana, hususan ni nyinyi ambao mnaimba mapenzi, mna sakata kubwa sana la kutakwa na babies. Asa na wewe nikiangalia mitaa yako ni Tabata, Kiwalani, umo unazungukia umo. Vipi babies? Azigongi bwana, mimi napenda sana kufanya kazi. Maana kuna mtoto mmoja wa Kiwalani niliwahi kufanya naye interview somewhere. Akaniambia kwamba bwana, shida kubwa ambayo sisi tunapata wasanii wa Singeli ni babies kujigongesha. Yaani wanajigongesha sana. Bwana mimi bwana. Hiyo ipo, lakini sasa inategemea na mtu nao unavyojiweka. Ndio nakuchukulia kwa sababu ukija kwenye desturi ya malaya lazima utafanya. Unajua zile. Kwa hiyo nataka kutuambia yani kwa sababu uje wale sana kama mashetani, yani wanakuja kwa ajili ya kukuhamisha wewe. Sio kama wanakuja. Kwa subiri kwanza. Kwa hiyo nataka kutuambia kama Mikawani ni malaya. Hiyo sijasema Mikawani ni malaya. Mikawani mimi ni mwanangu. Subiri. Unataka kutuambia Mikawani malaya? Hayo sijasema mimi. Basi na KPMC malaya. Hao wote sijajua kama malaya kwa sababu tunakutana tu kwenye mashow hivi. Sijajua ila sije kukaa nao ile chini kukaa kupiga nao story ile kama ninavyopiga story. Ni msanii gani wa Singeli ambaye wewe mpaka sasa hivi akija kukutangazia dau bwana sisi tufanye kazi, uko tayari kufanya naye kazi bila kipingamizi bila kinyongo chochote? Bwana, msanii wa Singeli kwa sasa bwana hakuna yoyote mimi atakayetokea. Yaani bwana mimi siwezi nikachagua mtu kwa sababu sijui atakayekuja kunisupport mimi ni nani. Okay. Hiyo inakuwa una collab ngapi mpaka sasa hivi? Bwana, nina collab 2. Ya nani na nani? Na Tinko Mabao na Kishati MC. Okay. Na ni producer gani ambaye wewe unafanya naye kazi sana? Sana nafanya naye Shamba. Shamba anapatikana wapi? Chanika. Okay. Sawa. Toa shout kwa wanao wote ambao wanakusupport sana, wape shavu la kutosha, lakini pia wape neno moja tu, yani wape neno la kuwaasa, la kuwaomba, la kuwaambia wasanii wenzio wa Singeli. Bwana, mimi naomba tu ndugu zangu, jamaa, marafiki wanaosupport kazi yangu, muziki wangu, naombea sana endelee kunisupport hivyo hivyo, nikashikilie nisije nikadondoka. Ninapokosea wanielekeze kwa sababu mimi ni mwanadamu. Ndio. Usijua.
nakosa wapi? Mimi naweza ngajua niko sawa, kumbe nakosea. Yes. Nahitaji sana support zao. Wanangu wote wanaonisupport, wanishikilie hivyo, endelee kunisupport mpaka nifike ninapotaka kufika. Basa, bwana, hii hapa ni Aiman TV, ladies and gentlemen. Kama ndo kwanza umetune on YouTube, endelea kusubscribe, like na kushare na kucomment vizuri sana uwezavyo kwenye channel yangu ya YouTube. Nikijulikana kama Aiman TV. Bwana, leo niko na Mr. Vibe, mtoto wa Vingunguti. Si ndio labda wewe una lebo yako? Yaani una ile nani brand yani unasema. Una brand yako ambayo wewe una brand yani ndio naifikiria kuitengeneza. Sababu naangalia watu wengi, kila mtu anakuja na brand yake. Kwa kwanza unaangalia wanakaaje kwenye brand zao. Sababu mwaka ndio kwanza unaanza. Huwezi kukumbuka na wewe ukataka kwa hiyo unataka kufanya. Wengine washafika mbali. Unawaahidi nini shabiki zako kwenye mwaka huu? Bwana, mimi naahidi nitaleta vitu vizuri sana, naendelea sabani, nahitaji tu support zao. Oya, tunakwambia endelea stay tuned on your YouTube. Sisi ndo kwanza tunawasha taa ya upepo, na hii hapa ni Singeli Street, ladies and gentlemen. I'm go by the name, you the boy, handsome boy like Manyema. Sina pupa, sina papara, sina mambo mengi. Ile pale ndio namba ile icon